Hapa ni jijini Dar es Salaam, Tanzania. Afrika na Mashariki na Kati, nchi zote zimesimama kwa ajili ya kushuhudia mbungi nzito. Ni dabi ya Kariakoo. Wanaume wawili wamekutana katika dimba ama tanuru la moto. Hakuna kinachofanyika, ni Simba na Yanga, nyekundu na nyeupe, kijani na njano. Moja kwa moja tunaenda kuzungumza na Baraka Jumaine ambaye ni mtangazaji wa soka toka Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agostino jijini Mwanza. Langu jina ni Agathon Benedicto. Tunaenda kupata dondoo kwa uchache zaidi tupate kujua kwamba alianzia wapi, lakini hadi sasa amekuwa ni mtu wa namna gani na kipi ambacho amekuwa akikifanya na kina manufaa gani kwa upande wake. Baraka, habari yako? Ni salama, vipi? Uko vizuri? Niko vizuri. Bwana, moja kwa moja tunaenda kuzungumza. Tunajua kwamba siku zote wewe umekuwa ni mtu maarufu sana hapa Sauti, na kitu ambacho kinakuwa maarufu ni pamoja na tasnia yako ya utangazaji, na kwenye soka umekuwa ukiwika sana. Tunapenda kujua kwamba namna gani ulianza kutangaza soka na kipi ambacho kilikuvutia kwenye utangazaji wa soka. Kitu ambacho kilinivutia katika soka ni mimi mwenyewe kuipenda kazi. Kwanza ni kutokana na kupenda mpira, lakini mwaka 2015 kuna watangazaji ambao walikuwa wakitangaza mechi kipindi hicho, kina Hassan Mvula na Manisha, lakini amekuja kuibuka Baraka Mpenja. Ni miongoni mwa modo wangu ambao nimeendelea kuwakubali, hali ambayo mpaka imenifanya mimi nikiwa bado nasoma nikaanza kufanya hii kazi. Lakini kuna kitu ambacho huwa anasema kwamba ukiwa unafanya kazi kuna mtu ambaye anakuwa ni kama role model kwako, mtu ambaye unamtumia kama kioo kwa sasa, ambaye unamtazama kama kioo unapokuwa unafanya kazi. Ni mtangazaji gani? Niseme kitu kimoja kwamba kipindi hajaanza Galibu Mzinga nilikuwa nikimsupport Baraka Mpenja ambaye ndo alikuwa role model wangu, lakini kwa sasa mimi nawachukua wote wawili kwa sababu nataka kuchukua namna ya kujifunza matukio, namna ya kuingizia na historia za wachezaji mbalimbali, na namna ya kusherehesha kwa wanavyofanya Mpenja katika kusherehesha na namna ambavyo wanafanya Mzinga katika kutoa historia. Kwa hivyo vitu mimi vyote naviunganisha, ndio maana wote sasa hivi ni role model wangu. Naam, sasa ikatokea kwamba umepewa au umepata bahati ya kukutana na Baraka Mpenja au Galibu Mzinga, ukaambia kwamba sema neno kwa Galibu Mzinga au sema neno kwa Baraka Mpenja, kipi ambacho utakisema? Kitu ambacho nitakisema ni support yao kubwa. Kitu cha kwanza ni support, lakini kingine ni kuwashukuru sana, kwa sababu unapokutana na mtu mkubwa wa namna hiyo lazima umshukuru, kwa sababu wewe pia kuna misingi fulani ambayo umeipata kutoka kwake. Kwa hiyo mimi cha kwanza niwashukuru. Kitu cha pili nitaomba sana support yao kuhakikisha kwamba na mimi nifike pengine walipo wao ama zaidi. Lakini ningependa kukupa nafasi ndogo tu kwamba neno kwa yule ambaye anakutazama, unapenda kumwambia nini kupitia Wise TV Plus? Unamwambia nini yule ambaye anakutazama live hapa? Kitu ambacho namwambia, unapokuwa na kipaji usijifiche. Popote pale unapokuwa na kipaji usijifiche. Fanya kipaji chako kionekane mbele ya watu ili uweze kuperform vizuri. Kama mimi sasa hivi nimeanza mdogo mdogo, namshukuru Mungu, watazamaji wamekuwa ni wengi ambao wamekuwa wakinifuatilia. Lakini sasa kitu kingine ambacho ningependa kumwambia mtu ni kwamba aendelee tu kunisupport popote pale alipo, aingia kwenye mitandao yangu ya kijamii, aendelee kunisupport TikTok, Instagram, jina moja tu. Kwa jina gani? Baraka Jumanne. Lakini kule TikTok unaweza kaandika Beka Soka kama Baraka Jumanne, pia unaweza kanipata vile vile. Bwana, hapa moja kwa moja tulikuwa tunapata kidogo na dondoo kwa uchache kabisa juu ya Baraka Jumaine ambaye ni mtangazaji wa soka na anaweka kutoka Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agostino toka jijini Mwanza. Langu jina ni Agathon Benedicto.